Kwa wateja wangu wa mifumo ya afya. Leo nimeletea mfumo mzuri sana wa afya ambao una record, ambao unatunza kumbukumbu zote za kiafya, lakini unatuma message automatic moja kwa moja kwa mteja anapokuwa amelipia, kwa mgonjwa akilipia dawa, yani ile risiti ya malipo anaipata automatic. Ni mfumo ambao inawezekana hujawahi kuona sehemu. Ni mfumo ambao unawezekana hujawahi kufungiwa hata kwenye kituo chako. Kwa hiyo leo ukiangalia, hii ni simu yangu ambayo unaiona hapa, ambayo natembea hapa kwenye kioo. Hii ni simu kabisa, na ni simu yangu kabisa hii, na nikiingia kwenye uwanja wa message mnaweza mkaona hizi ni message hizi ni message ya kwenye simu yangu hizi, na naweza nikasoma message hata moja hapa nikaisoma mkaiona. Kwa hiyo hii ni simu yangu vizuri, na naweza kaingia nikatoka nikaingia kwenye WhatsApp, mkaiona simu yangu. Hii ni ukurasa wa WhatsApp. Kwa hiyo na hili ndio group letu la system afya ya group letu. Ile hapa health system offer, ile hapa group letu health system offer, naweza nikalifungua. Kwa hiyo it means huu ni mfumo wetu, hii ni system yetu, na hii ni simu ambayo nimeunganishwa kwenye kompyuta yangu ili nikuonyeshe namna gani ambavyo mfumo unaweza ukatuma message automatic. Sasa nitaanza na hatua ya awali ambayo ni hatua ya kumsajili mgonjwa wangu. Kwa hiyo nianze kwenye kumsajili mgonjwa, nitakuja kwenye simu baadaye kidogo. Kwa mgonjwa wangu namsajili mahali hapa, namsajili mahali hapa. Huu ni mgonjwa wangu namsajili. Ifunguke system hapa, nimsajili mgonjwa wangu ili tuone inawezaje kumtuma message. Kwa nakuja sehemu ya kuregister. Kwa hapa mapokezi watampokea mgonjwa wangu, watakuja kusajili, wataingiza tarehe ya kuzaliwa. Kwa nitaandika labda mgonjwa wangu anaitwa Divina Deus Alexi Divina Deus Alexi. Labda tuandike na namba yake ya simu, inabidi iwe correct. Sasa namba ya simu naandika namba yangu 687465640 ili tupate message automatic. Kwa hapa tunaweka huyu ana huyu ni single, tuweke categories, huyu ni cash, ili tulipisha kabisa tuone receipt na kuaje. Kwa hiyo nitakuja nitachagua huyu gender yake ni female, then nitakuja hapa nitaregister. Hapa system itakuwa imekamilisha zoezi la kuregister mgonjwa wangu, na hapa itakuja kuonyesha mgonjwa wangu yuko wapi. Divine Alex, let us look here, let us look back here, turudi hapa patient movement kwa ajili ya kumove. Seems like nileta kumsajili tena huyu mgonjwa wangu huyu. Nileta kumsajili mgonjwa wangu huyu. Turudi kumsajili mgonjwa wetu huyu. Tunarudi hapa na click register. Nakuja hapa nachagua huyo, nachagua jina langu anaitwa ni Divina Deus Alexi. Then namba simu naandika namba ile 687465640. Tunaweka huyu ni single, huyu ni cash patient, huyu ni female, na vitu vingine naacha kama hivyo, then na click register. Hapa mgonjwa wangu aanze kusajiliwa ili tuone anawezaje kuingia kwenye system. Sorry, naona kuna changamoto kidogo ya recording. Changamoto kidogo. Come here. Divine Alex. Okay. Na system inasema wewe tarehe 12, hii tarehe 11. Kwa nadhani tarehe yangu iko sawa. Kwa ngoja ni edit tu, niweke tarehe ya nyuma tarehe 11 ili tuendelee kumuona huyu Divine Alex, kwa sababu naona system tarehe haja sect vizuri. Turudishe tarehe 11 hapa.
ili mgonjwa wangu tuanze kumuona vizuri. Yes, hapo nishamsajili Divine Alex tarehe 11. Sasa nitakuja kwa ajili ya kumove ili tuone mgonjwa wetu anakwendaje kwa daktari. Kwa hiyo mimi naenda kwa ajili ya kumove mgonjwa wangu. Nitamuona Divine Alex huyu hapa. Start move kwa mgonjwa wangu hapa. Nitakuja nitachagua anaenda kwa Dr. nani, labda Dr. Sea, and then nitakuja start movement appointment. Kwa tuone namna gani mgonjwa wetu atakavyokuwa anapokea message akilipia maripo ya bili yake. Kwa hiyo mimi nitakuja kama daktari. Kwa daktari kiingia kwenye system hapa, ataingia daktari kama kwenye system hapo. Daktari kiingia kwenye system, atamuona mgonjwa wake iko pending hapo. Kuna mgonjwa wetu mmoja huyo hapa. Yes, ngoja tumuone huyu mgonjwa wetu mmoja huyo hapo, yuko reception, ambao tuanze kumwattend. Tumwekee taarifa zake. Leo naonyesha tu namna gani ambavyo mgonjwa anaweza kupokea message akiwa amelipia vipimo vyake automatic. Nimesharusha clip nyingi sana za kuonyesha mfumo unafanyaje kazi hatua kwa hatua. Kwa hiyo hapa mimi nitamuona mgonjwa wangu ni Divine Alex. Nitakuja sehemu ya kumattend, tunasema ni attend patient. Hapa kuna chief complaint, labda naandike labda ni headache, anaumwa headache, labda stomach pain hivyo, labda for 2 days. Basi kwa hapa nitaandika vipimo. Mimi nimeandikia vipimo kwa sababu anaumwa, ana kichwa na ana tumbo nauma kwa takribani siku 2. Naandika labda akapime urine, urinalysis, akafanya urinalysis huyu. Nitakuja tena akapima labda akapima na MRDT, akapima labda na stool, akapima na stool akapima na stool analysis. Kwa vipimo vyangu hivyo nitaconfirm. Mimi sihitaji tena kumhudumia kumpa gharama nyingine ya dawa mpaka kutoka maabara. Hapa nitatuma vipimo vyangu. Sasa twende kwenye hatua yetu ya kuona ni namna gani ambavyo mteja wetu akishalipia sasa anapata message nzuri ya kumuonyesha kwamba amelipia nini, ya kuonyesha kwamba majibu yake amelipia nini na imekuaje. Kwa hiyo twende sisi kwenye sehemu ambayo tunaitwa kwamba tunaenda kulipisha mteja wetu. Tufanye kazi, tunamlipisha mteja wetu ili mteja wetu tuone analipiaje na message anaipataje. Hapa tumekuja kwenye sehemu ya bill ili tuje tumlipishe mteja wetu moja kwa moja. Tumekuja sehemu ya bill ili tumlipishe mteja wetu moja kwa moja. Nitakuja kwenye sehemu ya doctor order, kwenye doctor order ili nije ndipishe mgonjwa wangu. Kwa hiyo nitakuja hapo. Yes, nitalipisha, alafu nitaonyesha upande wa message ili tuone namna gani ambavyo huyu jina lake ndio Divine Alex. Hapa Divine Alex, tukliki kwa Divine Alex kwa ajili ya kuweza kufanya maripo ya vipimo ambavyo Divine anapaswa apate. Tulipishe mgonjwa wetu huyo, tuone vipimo vya mgonjwa wetu anaweza kupata. Kwa hiyo maana kitoto ya mgonjwa wetu wa fedha, maana yake vipimo vinagharimu shilingi 11,000 plus consultation inakuwa shilingi 14,000. Kwa mimi hapa nitakuja kuconfirm kwanza maripo. Hapo bado hatujafika upande wa kupata message. Mtaona message itakavyotoka hapa kwenye kioo. Tutakuja tena hapa tuna confirm malipo yake kwamba amelipia BS malipo amelipia na yenyewe. Pia tunakuja tena hapa tuna confirm tena na stool amekuja kulipia. Sasa kinachokwenda kutokea ni kama ifuatavyo. Tunaona total bili yetu ni shilingi 14,000 ambayo ni shilingi 11,000 tunakuja kuplus na hii hapa amekuja kuplus, system imekuja kuplus moja kwa moja na hii hapa pesa ya consultation ya shilingi 3,000, imekuwa jumla 14,000. Sasa kuna hii button submit and send receipt by SMS. Kwa maana yake mimi narudi sasa kwa upande wangu wa simu yangu. Hii ndio simu jamani, hii ndio simu naiona. Simu yangu sasa hivi inasoma message moja. Kuna message moja ambayo hajasoma. Hii hapa mnaiona kabisa, hii ni message moja ambayo hajasoma. Hii hapa message moja, hii hapa tunaiona wote ambayo hajasoma. Sasa mimi natakiwa hapa nikisubmit message nipate message
iweze kuonekana message mbili, na nikifungua tuione. Kwa sababu natumia jina la Dakoda, nimeunganisha, nimeweka Dakoda, lakini wewe kama na kituo chako cha afya kinaitwa labda ni Hosea, kinaitwa labda ni afya bora, kinaitwa ni nini, message itakwenda kwa jina la afya bora. Kwa mimi nakuja kusubmit hapo mteja, ili mteja aweze kupata notification ya message. Manake mimi nimekwenda kusubmit mahali hapo kwa ajili ya mteja kupata message. Yes, umeona na message hapo imetokezea hapa juu. Umeona hapa, umeona zimeshakuwa message mbili nimetuma. Kwa unaweza nikaifungua message yangu, click hapo, utaona nipandishe huko juu tuone message yangu hii hapa. Yes, hii hapa juu, hii hapa dago, hii hapa. Kwa nikiklik hapa utaona message hapa nasoma juu. Yes, hii hapa imeandika ndugu Divine Alex, umefanya malipo ya shilingi 14,000 kwa ajili ya matibabu. Kwa msaada wa kitibabu piga namba hii hapo. Kwa unaweza message kaandikwa kwa namna ambavyo wewe unataka wewe. Kwa hiyo kumbuka, huu mfumo uko automatic connect na mitandao yote ya simu. Unaweza ukafanya hivyo, ukarahisisha baada ya kumprintia message na nini. Na kumbuka hii mfumo ya message inaweza kukusaidia wewe pia ambaye una mfumo, unaweza kuwafanyia promotion wateja wagonjwa wako, kwa papole, kuwatumia kwa kuwauliza wana tatizo gani, kufanya survey au kutumia mfumo wako automatic. Kwa hiyo huu ni mfumo ambao uko vizuri sana, na mimi sijaonyesha pati zote za mfumo huu unaofanya kazi, kuanzia kwa reception, kuja kwa daktari, kuja nursing, kwenda pati zote sijaonyesha hizo, kwa sababu nishagaonyesha clip nyingi sana. Mimi hapa nimeonyesha tu namna ambavyo mfumo unaweza ukautumia na ukapata message automatic. Nikutakia siku njema, na message yetu kweli imeshakuja, na message yetu iko automatic hii hapa, na jina sender ID imekuja ni nani? Ni Dakoda, kwa sababu tumeunganisha na Dakoda. Na message yetu ambayo tumetuma ni hapa Divine, na pesa yetu hii hapa. Hii nilituma muda fulani. Kwa hiyo ndio jinsi na napata message nani nilipata, na inakuja kwa jina la kampuni yako. Kama ni fulani na huja ni fulani, kama ni Afya Max ni Afya Max, kama ni Muhimbili na kuja neno Muhimbili. Kwa hiyo inakuja ni message automatic kutoka mitandao yote ya simu, na mteja anakuwa anaburudika na ana enjoy vizuri pasipokuwa na shaka yote ile. Karibu sana Dakoda, tuweze kuhudumia na tukupatie mfumo mzuri wenye kukupa viwango vya hali ya juu. Wewe ambao huna system, pata mfumo utakao kufanikisha kuepuka na gharama zozote zile. Na pia unaweza kuongesha mfumo kila mgonjwa anakuja kwenye kituo chako, mkurugenzi upate message, malipo yakifanyika upate message, ili ujue ugonjwa wako kwa siku wamehudumia ugonjwa ngapi. Unaweza ukafanya jambo namna hiyo hapo. Unaweza kuunganisha mitandao ya simu ili kurahisisha mawasiliano. Kabisa Dakoda, ili uweze kupata kitu kilicho bora.